Nimekubaliana na wabunge wenu pia, kuanzia mwezi wa Machi tuko na phase 3 ya mambo ya stima, vile Lekumontare alivyosema ya kwamba mnahitaji stima, tuhakikishe ya kwamba mambo yenu yanasonga mbele. Vile vile kuanzia mwezi wa 3 tuko na phase 3 ambayo itapatia Samburu County milioni 240 tuweze kuunganisha watu wengine 1,900 mastima katika manyumba zao. Na mimi nataka niwaulize wabunge wetu, akiwemo gavana wetu na senator, waungane na wizara yangu ya mambo ya kawi ama mambo ya energy, ndio waweze kufuatilia, tuhakikishe ya kwamba mpango huo unafikia wananchi mashinani. Vile vile nikiwa hapa Samburu, mimi najua hawa viongozi wameniuliza mambo ya barabara, ni kweli ama si kweli? Mnajua 2013 tulikuja tukaleta hiyo barabara kutoka kule Rumuruti mpaka Mowarak. 2017 tukakuja tukatoa kutoka Mowarak mpaka ikafika Maralal. Sasa mimi ndio nitasukuma kutoka Maralal mpaka ifike Baragoi na pia ifike kule inaitwa nini? Lerata ikipitia, lakini munipeleke polepole. Sasa mnajua nyinyi, mtu anaweza kuoa jameni leo, kesho mtoto apatikane. Si lazima unangojea kidogo? Ama namna gani? Kwani hii mtoto azaliwa alikuwa mpango ya kando? Si mtu lazima afanye ile maneno ndio mtoto tungojee miezi 9? Hii mtoto mnataka kuzaliwa day 2, hii mtoto gani? Mtoto aina gani hii? Sio kama mnanielewa. Kwa hivyo mimi nataka niwaeleze hivi, kwa mambo yenu ya barabara kwa sasa, kwa sababu hiyo barabara haipitiki. Lekumontare hapa ameniambia kutoka kule Lerata kwenda mpaka Maralal watu wanapita mpaka kichorochoro huko, kwa sababu barabara imekuwa si nzuri. Mimi nataka Lekumontare next week, wewe na Lati na hawa viongozi wengine, na wewe Letipila, na wewe na Isula, mwende kwa wizara yetu. Nimeambia wizara wawapatie milioni 150 ya kutengeneza hiyo barabara, iwekwe mara mzuri, ipitike wakati mimi napanga mambo ya lami. Lakini kwa sasa tunataka hiyo barabara at least iwe motorable, iwe inaweza, watu wanaweza kutoka Lerata wafike Maralal, na watoke Maralal waende huko mpaka kule. Tuweke kwanza iwe motorable the first phase, alafu mwaka ujao nitawaambia vile tutafanya ndio tuweke lami hiyo barabara yenu. Tunaelewana watu wa Samburu? Tunaelewana? Mimi nataka niwaambie nyinyi ni wafugaji, na nataka nisikize kwa makini, kwa sababu hata mimi niko na ng'ombe. Niko na mambo yenu matatu kwa mambo ya ufugaji. Jambo la kwanza, mnajua mwaka ule mwingine tulikuwa na kiangazi kubwa na watu wengi walipoteza mifugo yao. Kama serikali, na nataka wabunge wafuatilie, tumesema ya kwamba wale watu walioathirika zaidi, familia karibu 10,000 ambayo mifugo yao yote ilipotea, tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 1 tufanye restocking. Na tumesema kwa wale wanahitaji mbuzi na kondoo 55,000 tutanunua kama serikali na tuwapatie, ili hizo familia waanze mahali pazuri, so that no family is left behind. And we are going to work with members of parliament and county governments so that we make sure that we target the families that lost all their livestock as we work on the restocking process, to make sure that those families that lost everything can be supported by a program that is sponsored by government. Number 2, kwa sababu tunataka kuondoa magonjwa ya mifugo, nataka wafugaji mnisikize vizuri. Hii Januari tunafanya national vaccination
ya ng'ombe zetu zote, ng'ombe milioni 22 na mbuzi na kondoo milioni 50 kuanzia Januari. Mujitayarishe ndio tuweze kuondoa magonjwa, ndio soko yetu ambayo tumetafuta ya nyama tuweze kufikia hiyo soko. Kuna soko nyingi imefungwa ya huko nje kwa sababu ya mambo ya magonjwa. And that is why as government tumesema in January, and we are going to work with county governments. Na ni vizuri niseme katika mkutano huu ya wafugaji ya kwamba January we are starting the process of vaccinating 22 million heads of cattle and 50 million heads of sheep and goats to make sure that we deal with disease control so that we can access both national and international markets for our beef, our mutton, and all the other products that we are working on. Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba mambo ya ngozi, 40% ya ngozi yetu ya ng'ombe na mbuzi na ile mifugo yote inachinjwa inapotea. Na kwa sababu tunapoteza karibu bilioni 10 kwa hiyo ngozi ambayo inapotea, kama serikali sasa tumekamilisha ile leather industrial park ya Kenanie. In March it will begin to operate. Ile ingine ya Ewasonyiro kule Narok is complete. Tumeweka karibu shilingi bilioni 3 kwa hizo vifaa mbili. Mimi nataka niwaulize wafugaji, hatutaki tena ngozi itupwe kiholela. Hiyo ngozi ni ya maana sana. Itatusaidia kuhakikisha ya kwamba tunaokoa shilingi bilioni 10 ambayo tunapoteza kwa mambo ya ngozi. Hapa Samburu nimeongea na gavana wenu na nimemkutanisha na mwegezaji ambaye sasa atakuwa anachukua ngozi yote yenu kutoka hapa akinunua, na vile vile tutawapatia vifaa ya kuchinja ili ngozi isiharibike, ndio tuweze kutumia hiyo ngozi kutengeneza viatu, kutengeneza nguo na kuuza katika masoko ya nje, kwa sababu tuko na soko ya kutosha. Nyinyi mnanisikia? Mumesikia hii maneno? Mumeelewa? Sasa nimesema hivi. Nimesema mambo ya ngozi, hatutaki tena ngozi ikuliwe na umbwa ama iende itupwe. Tunataka ngozi iwe pesa. Nyinyi mnanielewa? Jambo la 4, hapa kwetu hii sehemu ya wafugaji hii yote pia tunataka kulinda mambo ya mazingira. Hii kiangazi inatupata kila mwaka, inaletwa na mambo ya kuharibu mazingira. Nimemwambia waziri wa mambo ya environment, Mheshimiwa Duale, ya kwamba 50% ya ile miti tunataka kupanda Kenya ya 15 billion tunapanda katika sehemu hii ya wafugaji, kwa sababu 80% ya Kenya ni sehemu ya wafugaji.